Tutasoma kitabu cha Ezekieli. Ezekieli 37 mstari ni wa kwanza. Lwesi Jehova nobedo kuma notinga motera oko karo mari Jehova ni kuma noketa eho omoro kendo choke nodichie nomia kade kindigi kendo negi ingenya ahinya eho ewilo kendo negi tuo ahinya neno wacho nani ya ure dhano chokegi nyalo bedo dhano mangima koso nena duoke ni ya aruf Nyasaye eming'eyo. Inasema mkono wa Bwana ulikuwa juu yangu, naye akanitoa nje kwa roho wa Bwana na kuniweka katika bonde lililokuwa limejaa mifupa tele. Akanipitisha pande zote kwenye hiyo mifupa, nami nikaona mifupa mingi sana ndani ya lile bonde, mifupa iliyokuwa imekauka sana. Akaniuliza, mwanadamu, mifupa hii yaweza kuishi? Nikajibu, Bwana Mwenyezi, wewe peke yako wajua. Wasomo Luka 24 matinda bichi. Luka 24 mstari ni wa 5. Mongo no luor ngang kendo ne kulo wigi pe. Joma no wacho ne gini ya marango udwaro ng'at mangima e kinde joma tho. Inasema Luka 24 mstari wa 5 inasema, wale wanawake wakiwa na hofu wakainamisha nyuso zao mpaka chini, lakini wale watu wakawaambia, kwa nini mnamtafuta aliye hai miongoni mwa wafu? Amen. Amen. Na adwa wero moro to jokagia ko wero wende moko to biro tamo giwinjo wach. Nilikuwa natamani kuimba wimbo fulani, lakini watu waagia wimbo ukiimbwa wanashindwa kusikia neno baadaye. Weno wachni alara pingo thilaro. Wimbo huo unasema kwamba kinyang'anyiro, ufalme wa Mungu unang'ang'aniwa. Jokinda emawutheye. Na basi wenye bidii ndio wanatembelea ndani yake. Ko were tu jokagia gowe iwak. Wimbo huo unapoimbwa, basi watu waagia wanaambulia kulio. Nadwa ni vije wach kapoke iwak. Nataka usikie neno kabla ulie. Kama ni Nyasaye mkila askofu bukili sani. Ni shukrani kwa Mungu aliyemleta askofu asubuhi hii. Wamor kawan kode. Tuwafurahia sana tukiwa pamoja naye. Ene maparuku mijili moroka na yala madwa yalo saneni. Ni yeye ninawaza kumuhusu katika injili ambayo nitahubiri sasa. Ene mano upunyo jinikere injili ngatokaya injili mumako machi ngatonyalewa kimagoni moso pesu fuko ngati. Yeye alifanya nikaelewa kwamba mtu akihubiri injili iliyoshika moto, mtu anaweza toka mbali na pesa aingize mfukoni mwa mtu. Na winjo koso pesu fuko na maambi hapo kwa mtu malaika wakani. Pesa iliingizwa mfukoni mwangu hata nikajiuliza malaika ametokea wapi? Maana injili wadwa yaloka sana nini? Na hiyo ni injili nitakayohubiri hapa. No lose kanisa mara bet machalgi ma. Iliandaliwa katika kanisa kuu kama hili. Na winjo ka Yesu kuli Nyasaye madwa yaloka no biro geteko no uguono. Nilihisi Yesu mwana Mungu nitakayemhubiri hapa alishuka kwa nguvu mkubwa. Nitiki mawinga tokinyalo wili. Kwa hiyo kuna jambo ambalo mtu hawezi kusahau. Jambo hilo tunafanyiwa tu katika madhehebu mengine mahali pa kuhubiria injili kwa nguvu nje. Lakini hawa wetu hawaielewi kabisa, hawaelewi. Lakini jambo hilo lilimguza sana, akainuka akaja na pesa ikanifikia. Asante sana kwa Mama Charity kwa kukaa pamoja nasi.
waneno usiku. Tunapokuona tunamwona yule usiku. Waherore mangeni moko ngene waherore. Sisi tuwapendana sana, ni wengi hawajui kama tunapendana. Sisi upendo wetu hatuoneshi nje bali ni ya ndani. Ya nje ni ya uongo ya kujifanya. Nimesoma yale ambayo tutasikia. Bwana Yesu kama mpungie Bwana Yesu hivi. Nimesikia kwamba ukamilifu wote ya uungu yamo katika Kristo Yesu kweli. Na ni kweli. Mtu akiwa katika Kristo, basi vitu vyote magumu basi yatawezekana kwa mtu. Kwa hiyo nimesoma neno linalosema hivi. Siku moja Roho alimuongoza Ezekieli hadi katika bonde mahali palipochimbika na kuzama ndani. Alipofika pale bondeni, akapata kuna mifupa na ni makavu kweli kweli. Sijui jinsi alivyotambua kwamba mifupa haya ni ya watu. Amen. Amen. Sijui aligunduaje, pengine mifupa yalikuwa yamekamatana, sasa ina ishara ya mwanadamu. Naye akawa anazungumza na mifupa, hata Mungu pia anasikia. Kwamba je, mifupa haya yataishi na kutembea tena? Haleluya. Na ripoti iliyopatikana ni Mungu pekee ndiye anayejua. Takifua ni Yesu kama. Mpungie Yesu hivi tena. Haleluya. Hoho eligi mokunyore modhige i. Bonde ni sehemu iliyochimbika ikaingia ndani. Samoro ngato kinyal donje ka onge gimomenyogo. Pengine mtu hawezi akaingia pasipo na kitu cha kuangaza ndani. Roho no chune mondo donje nikiteko Nyasaye nitie kode. Lakini Roho akamlazimu kuingia kwa sababu nguvu za Mungu zi pamoja naye. Kusamano chupe home ieno. Alipowasili ndani ya bonde pale, uneno kantie choke togede togetuo. Akaona kuna mifupa yamesongamana pale na ni makavu mno. Choke mondi togetuo. Mifupa yaliyosongamana na ni makavu. Ripoti aliuko mateduo. Kisha ripoti miwili ikatokea iliyo ngumu sana kuelewa. Ni choke machala wagima ondichi. Kwamba mifupa haya yaliyosongamana tuo begi tuo na pia ni makavu. Beginya lobelo dhana die. Je, yatapata kuishi tena? Vyama wabilo kela uone ngima. Lakini jioni tutaleta mwenye uzima. Ataendala motuo maonge gimabeli mania ee. Hata kama ni bomba iliyokauka pasina kitu ndani yake. Rokingi ochoke mania rangano guogi. Ukitazama mifupa katika familia lile linakutisha. Walikuru ni motuo. Tuna biashara iliyokauka. Mara katemga juo gata juo kinyali chungu. Hata wakijaribu na mganga hawezi kuinua tena. Walikichunyu motuo. Tuna moyo uliokauka. Makatagone lakili yecho kinyali chiewe. Hata ichezewe meno ya ndovu hawezi akaamka. Lakili yecho nini piyani? Yani ile kinanda. Waliwongene lakili yecho. Tunaita ni meno ya ndovu. Inongene kanga tunyalu yego waito warutokodwa. Si unaona mtu anakubali kuicheza lakini hataki wokovu. Hata minebe nyalo yechezea neto giye wango. Hata kina mama pia wanaisakatia lakini hawataki wokovu. Tumnore mugi. Kwa sababu hawakuridhika katika densi. Tumolworo koro oruirogi. Sasa mziki kazunguka tena ikawapata. Kawakete kadine kabine mianya kamupongero. Tukiweka hapa utaona kina mama wanasakata hata wale umejazwa roho. Nitie kamotuo. Kuna mahali pamekauka. Amano. Amen. Yuri duwangi jilo. Ndio pende kae, iko ni ngururu
nguru tidwa kele chorus moko. Eti sasa imewekwa hapa inaguzwa kwa wimbo za chorus. Dakaja duo machala mole mole wako kodima singa fingi nyalo poko kodeno fuyo rema tena. Hata mzee ambaye kama Molo hivi aliyevaa koti, utapata koti yake inapepea. Nitie kimotuo. Kwa sababu kuna kitu kilichokauka. Amen. Sasa alipoingia ndani, anapata kuna mifupa yamesongamana. Lakini sasa swali inatokea, mifupa hii je, itapata uwezo tena na kuvaa long itembee? Sikia, hata kama nguvu zako zimekauka, tutamleta meneja. Ijapo unahisi moyoni umekauka, unajaribu kuvuta, haivutiki. Yasiyowezekana kwa watu leo itawezekana. Akatazama mifupa taratibu. Sikilizeni, watu wanatoka katika boma mbalimbali. Kuna maboma yaliyokauka, hata ukijaribu haisongi. Yani kuenda mbele wewe ndio unakufa. Yani ni boma iliyokauka. Apako Yesu ro. Asifiwe Bwana Yesu. Ronda la moko no nyisane ya. Roho wakati fulani aliniambia, mine noka oguchi chalo kema oguodho chalo pe. Akina dada ambao sasa kiuno yao ni kama imevimba dogo. Kikao tho. Yeye ukimchukua umechukua mauti. Emo mino kakijeze mang'eny. Kikini mon kijiri pani ko wuotho dudo nyadhi teri. Akina dada na wasichana wanadhania wakitembea uchi basi watapata ndoa. Na wanaume wakishaona kiuno imevimba ni kama ulipigwa na theluji, wanaelewa tu hili kifo, ukichukua ni maiti. Nami nitamtangaza Yesu aliyekufa kafufuka. Hapo hata utembea uchi, hakuna wa kukuoa. Kwa sababu wanaume wanaona theluji ni kugonga. Bwana Yesu kama. Bwana Yesu hivi. Hapo hata uvae vazi ambalo linakubana kabisa. Lakini wanaume wakaona ni kama mguu yako iligongwa na theluji. Pengine haya ninayoyasema hayaeleweki vizuri. Yani kuna ile vidona alama hata upake nini? Hata upake ile mafuta ya Yolanda ile ya zamani. Ukienda pale tumeoleka, wewe ndio unatangulia kufa pale. Ndio sasa ninatangaza atakayekomesha kifo. Hata kama ilo kupiga pasipo wewe kujua. Ndio maana sasa umekauka kama jiwe. Nimemleta yule atamuondoa. Tuna maboma yaliyokauka. Hata watu wafundishwa waingie chuo kikuu. Na ni kwa sababu ni familia kavu. Hakuna wa kufanya kazi. Hata kama wasichana wangezaliwa pale weupe warembo, tena wanajua kukanyaga vizuri.
ukijaribu kwa ujanja haitokei. Sasa mifupa ni mikavu. Wapendwa, tuna maboma yaliyokauka. Hata ukipata binti ya kizungu. Kuna wakati nilipata kijana fulani ameoa mzungu kule Kano. Sasa tukienda pale tunapata mzungu anaulizwa, hapa kwetu tunatoa ushuhuda ya mfu. Naye anawauliza, na mimi sijazaa, nitatoa ushuhuda kati ya watu? Na si mtu atauliza, ninatoa ushuhuda na nimeshindwa kuzaa. Boma iliyokauka imjali mzungu. Hata kama ni Kiingereza watu wanaongea kutoka juu mpaka chini. Lakini ni boma iliyokauka. Haipatikani ndio. Hata kama unaamua unaenda kanisa hili na ile, hakuna majibu pale. Hata wamwe kutembea nusu uchi, hakuna majibu pale. Ezekieli anauliza, mifupa ninayaona na pia yamesongamana, pia ni makavu. Je, yatafanyika kitu tena? Kila ambacho kitakuwa kitu ipasa vyombo vimewekwa asubuhi. Hata kama njia yako imekauka, umejaribu kumimina maji imekataa, nitamwagilia damu ya Yesu asubuhi. Umejaribu kumimina yale yote, lakini mapema leo nitamtafuta aliyetafutwa. Hata kama mipango yako yamekauka, katika ukoo mambo ikiharibika ni kwako inatangulia. Wewe ndio wanakufanyia jaribio katika mateso ya ukoo wako. Wajua kuna huyo roho mbaya. Pengine ukisoma wazi nzuri, mende wanatangulia kukula yako. Lakini dada yako ambaye pia ni mlevi yake mende yule mambo yake yamekauka. Kwa maana tuna watu tumbo yao imekauka, hata mtoto aingie hawezi kaa pale. Unasikia huyo akisema, ninahisi mtoto anacheza ndani yangu. Hata naye pia anashika, anasikia anacheza cheza. Lakini cha kumshangaza, siku zinaendelea, mwaka anafika, mwingine anafuata, anabakia kijiuliza, hiki nimebeba ni mtoto kweli? Aliyekauka tumbo anateseka. Lakini asubuhi ya leo, ijapo mambo yako yamekauka, wewe usijali. Umekuja panapaka. Ijapo mipango yako yamekauka, wewe usijali. Umekuja mahali panafaa. Ijapo akili imekauka, wewe usijali. Umekuja mahali pazuri. Wake walitazama, wakapata njia yao imekauka. Mipango yao yote ni makavu. Malango yao ni makavu. Walitawaza kitandeke, haiwezi kutandeka. Lakini asubuhi ya leo, kuna
ingia. to yore to